hewa ya dunia, maji au... Assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, habari za wakati huu, habari za leo. Ni matumaini yangu nyote mtakuwa wazima wa afya, na tunaendelea kushukuru nguvu za universe, nguvu za ulimwengu ambazo zimetufanya sote tuendelee kuwa wazima. Leo kubwa zaidi nimepanda live kwa upande wa TikTok, lakini kwa wale ambao uko kwenye mitandao mingine mtapata recorded kupitia mitandao hiyo ya kwangu ya mwalimu wenu wa kiroho. Ni mwalimu wenu wa kiroho hapa Mr. Cam TZ. So leo nimekuja kuzungumza kuhusiana na elimu ya kiroho, kuhusiana na uhusiano wa nyota katika mahusiano ya kimapenzi, na tutafafanua nyota ya kwanza mpaka nyota ya mwisho katika mlingano wa mahusiano. Nyota kwa maana mfumo wa kiroho wa kila mwanadamu ambaye amezaliwa chini ya jua hili, na nimeshaelezea sana. Elimu ya nyota ni elimu ambayo inapatikana kwenye elimu ya astrology au unajimu. So naona kuna watu wanataka wapande hapo, sijui kama mtakuwa mnanisikiliza moja kwa moja. It may be sawa, mtanisikiliza kama mtaamua, au niendelee kuzungumza ili muendelee kunisikiliza hivi. Baadaye nitaona namna kuwapandisha kwa ambao watakao request hapo kuweza kupanda moja kwa moja. So tuko live kwenye TikTok, kwa hiyo mnaweza mkawa mnadondosha komenti zenu hapo, mnaelezea kuhusiana na hichi ambacho ninachokielezea hapa. Kwa hiyo unaweza ukauliza swali hapo, maybe naweza nikaliona nikalijibu. Sawa. Kubwa zaidi ni kwamba nyota ni elimu ya kiroho ambayo kimsingi ipo dhana ya elimu ya kiroho, lakini ipo dhana ya elimu ya kawaida ya astronomy. Kuna astronomy na astrology. Kwa leo tunazungumzia astrology, so astronomy. Ili elimu kwa upande wa Tanzania wasio kama walilitoa, sio walilifanyaje hii somo, lakini kwa upande wa nchi zingine wanalisoma. Astrology ni elimu ambayo kimsingi kila mwanadamu anatakiwa aielewe. Haihusiani na dini yoyote wala imani yoyote ya kidini, isipokuwa ni somo ambalo lilitakiwa tu kila mtu ajifunze na afundishwe ili alielewe, kwa sababu lina msingi mzuri wa mtu kujitambua yeye ni nani. Sawa. Nishaelezea kwenye mada zilizoisha, sitaki kulielezea sana kuhusiana na astrology ni nini, ni kitu gani. Sawa. Leo tunazungumzia kuhusiana na mahusiano ya nyota katika mapenzi. Sawa. Kama ilivyo kawaida kwamba katika mfumo wa kiroho na katika mfumo wa kimwili kuna uhusiano mkubwa sana wa kimahusiano ya kiroho, kwa sababu sisi tumeumbwa katika mfumo wa kiroho na tumeumbwa katika mfumo wa kimwili. Kama ilivyo mfumo wa kimwili ndivyo ilivyo mfumo wa kiroho, na kama ilivyo mfumo wa kiroho ndivyo ilivyo mfumo wa kimwili. Sasa watu wengi tumeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, tumeingia katika makubaliano, katika mikataba ya kimwili pasipo kujua kuna mikataba ya kiroho ambayo kimsingi kila mkataba una kanuni zake, una sheria zake. So ni muhimu sana kuelewa unapoingia kwenye mahusiano na mtu ya kimapenzi, ni muhimu kuelewa sana kwenye upande wa kiroho. Je, kuna uhusiano? Hata mkataba wa kawaida tu kama kwenda kumfanyia mtu kazi au umepanga nyumba na nini, lazima kuna masharti, kuna sheria, kuna utaratibu ambao kimsingi ni muhimu sana kuelewa kabla hujaingia kwenye mahusiano. Sasa mahusiano yoyote yale lazima yazingatie umuhimu wa mfumo wa kiroho, umuhimu wa elimu ya kiroho. Huwezi tu kuingia kwenye mahusiano wakati moja kwa moja hujajua mfumo au format ya elimu ya kiroho imekaaje. Sasa zipo nyota 12 ambazo kimsingi kila mtu anazifahamu. Pengine umezisikia, pengine unazielewa, sawa, whatever vile ambavyo wewe unaelewa, lakini hizi nyota ziko 12. Zimeelezwa katika lugha ya Kiingereza au kwa lugha za Kilatini, kwa lugha za Kilatini na Kigiriki. Kwa hizi lugha ambazo nitakuwa nazitamka hapa, nitakuwa nachanganya Kiswahili na Kigiriki au Kilatini au Kiingereza. Kwa hiyo usishangae sana. Sawa, kuna nyota ya kwanza ambayo kimsingi nyota tunaita
ni nyota ya Aries kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tunaita ni nyota ya punda. Hii tutaizungumzia, na ni nyota ambayo kimsingi ni muhimu sana kuelewa. Ni muhimu sana kuelewa hii nyota. Lakini pia tutazungumzia nyota ambayo inaitwa Scorpion. Scorpion ni neno la Kiingereza ambalo asili yake nishaisema. Hii ni nyota ya nge. Kwa hiyo kuna nyota mbili, kuna nyota ya nge na nyota ya punda. So hizi nyota mbili ni muhimu sana kuelewa. Ni watu ambao wamezaliwa, nyota ya nge ni watu ambao wamezaliwa mwezi wa 11, lakini nyota ya punda au Aries ni watu ambao wamezaliwa mwezi wa 3. Nishaelezea haya sana. Kwa hiyo ukitaka kuelewa basi tutaeleweshana huko. Lakini nyota hizi sasa kwenye mahusiano zimekaaje? Mifumo yao ya kiroho imekaaje? Wanapoingia kwenye mahusiano au kwenye mapenzi, ni muhimu vitu gani wavizingatie? Vipo vitu vingi sana, vipo vitu vya kimaisha, ni muhimu sana kuvielewa ili msije mkagongana huko baadaye afu ikaleta shida katika maisha yenu. Ni muhimu sana. Sasa basi, nyota ya Aries ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12, nyota ya kwanza kabisa. Lakini mimi nitaeleza vitu vichache ambavyo vitakusaidia kuweza kujua nyota hii katika mahusiano imekaaje. Kwanza unatakiwa kuelewa na kufahamu kwamba nyota hii ni nyota ambayo tunaposema element ni maada yake ni maada ya moto. Kwa kila mwanadamu anayo nyota na maada yake. Maada ziko 4: moto, upepo, lakini pia na maji na udongo. Kwa hiyo hao nyota ya kwanza tunawaita ni nyota ya Aries, ambao wamebeba maada ya moto, na huu moto ni moto mkali unaolipuka kama gesi, kama unaona hapo nyuma unalipuka kama gesi. Kuna moto wa mkaa, lakini kuna moto wa kulipuka kama gesi hivyo unavyoona kama moto unavyowaka hapo nyuma. Kwa nyota ya Aries tunaizungumzia hapa ni moto wa kulipuka. Kwa nini moto wa kulipuka? Pengine unaweza ukauliza, moto wa kulipuka au moto wa gesi ni kitu gani? Tunaposema moto wa kulipuka au moto wa gesi, maana yake tunakusudia kila binadamu anayo maada au kitu ambacho amekibeba chenye asili sawa na sambamba na yeye alivyozaliwa kwenye hii dunia. Kwa kila mtu amebeba hizi maada moja. Ni muhimu sana kuelewa zina uhusiano mkubwa sana na nguvu yako au nishati yako. Hiyo ndio nishati yako halisi katika ulimwengu wako wa kiroho. Sasa kama ukishindwa kuielewa nishati yako halisi katika ulimwengu wa kiroho, maana yake ni kwamba utashindwa kujua vitu gani unatakiwa uviendee, vitu gani unatakiwa usiviendee, kwa sababu moto wako au ni maada yako haifanani na hiyo. Kwa mfano wewe ni maada ya moto, uende ukaingia mahusiano na mtu mwenye maada tena ya moto, maana yake ni kwamba moto na moto inazidi kuchochea. Kwa hiyo unatakiwa moto ubalance na vitu ambavyo tutakuja kuvielezea baadaye. Sasa nyota hizi mbili, nyota ya Aries lakini na nyota ya Scorpion. Hewa ya dunia, maji, uhai, dunia, moyo, roho inacheka.